sio mwanga unaoona wa jua ama mwanga unaoona wa umeme unaotengenezwa na mzunguko wa maji kule kwenye bwawa la Mtera au la Mwalimu Nyerere kule. Sio umeme huo. Hatuzungumzi taa hii au nuru hii. Tunazungumza light in the dimension of God. Amen. Tunazungumza nuru katika viwango vya Mungu. Amen. Hallelujah. Amen. Sio nuru katika perspective ya kidunia. Lakini pia kuna sheria na kuna kanuni zinaongoza ulimwengu wa nuru. Ndio. Hallelujah. Amen. Kuna ulimwengu mbili ambao ni very common. Ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa nini? Wa roho. Maanake ulimwengu wa mwili, the physical realm, ama ulimwengu wa mwili ni ulimwengu ambao mimi na wewe tunaonana hapa. Amen. Can I greet you? Bwana Yesu asifiwe. Ni ulimwengu wa mwili, tunaongana, tunashikana mikono namna hii. Unaniona kwa macho yako ya damu na nyama. Unasikia? Yes, nikiweka hivi utasikia kuna harufu fulani ya vaseline ama ya mafuta fulani either nimeyatumia. Amen. Kuna perfume. Kwa nini? Pua hii sio pua ya kiroho. Pua hii inaona na inasikia harufu ya vitu vya mwilini. Sasa huo ni ulimwengu ambao ni common. Watu wengi wako kwenye huo ulimwengu. Sasa leo nataka nikutoe hapo, nikumigrate, utoke hapo, uingie kwenye ulimwengu ambao ni wa kiroho, ambao sisi ndiko tunakokutana yule aliyetuumba. Aliyetuumba alituweka kwenye ulimwengu wa mwili, lakini hakutaka tutembee katika ulimwengu wa mwili. The mystery is here. Siri iko hapa, na watu wengi walishindwa baada ya Mungu kutuumba, wakafikiria kwa sababu alituumba na mavumbi tukafanyika mwili, basi dunia ni mahali petu. No. Mwili ulikuwa ni element ya kutusaidia sisi wa kiroho tu operate kwenye mwili. Maana yake katika ulimwengu wa mwili usingeweza kuwepo hapa kama usingekuwa na mwili. Ni kweli. Ndio maana we don't communicate with the angels in the realm of physical. Hauongei na malaika katika ulimwengu huu wa damu na nyama. Ndio maana malaika ili waweze kuja kwenye maisha yako, waonekane kama walivyoonekana kwa Lutu ama kwa Ibrahim, lazima wauvae mwili kabisa, wawe kama mtu waje kwako. Ndio maana Bible inasema ya kwamba tuwe wakarimu kwa baadhi ya watu, maana wakati mwingine unaweza ukawakarimu malaika pasipo kujua. Maana yake they can manifest in the physical. Wanaweza wakadhihirika katika mwili na wakaja kwako. Lakini leo hatuzungumzi huu ulimwengu, tunazungumza ulimwengu wa roho. Lakini ulimwengu wa roho hatuzungumzi tu ulimwengu wa roho in general, tunazungumza katika department ya nuru. Amen. Hallelujah. Tunazungumza katika idara ya nuru. Kuna department ama idara inaitwa light, na huko kwenye ulimwengu wa nuru kuna vitu vitatu ambavyo vinapatikana. Kuna ua wa nje wa nuru ambao unaitwa the outer court. Kwenye lile alilotengeneza Moses, alitengeneza nyumba ya kuabudu ambayo ilikuwa na vyumba vitatu. Haleluya. Amen. Musa alijenga nyumba ya kumwabudu Mungu ambayo ilikuwa na vyumba vitatu ama partition tatu. Partition ya kwanza inaitwa outer court ama ua wa nje ama uwanja wa nje. Uwanja wa nje ulikuwa hauna paa, ulikuwa mahali ambapo watu wote, yoyote mpita njia, yoyote ambaye Myahudi sio Myahudi, alikuwa na uwezo akaja akakaa pale, ambao nuru yao ilikuwa nuru ya jua. Haleluya. Amen. Lakini pia kulikuwa na ua ndani panaitwa patakatifu. Haleluya. Amen. Patakatifu alikuwa inaitwa menora. Menora ni vile vinara visaba vya taa. Haleluya. Of which vinawakilisha roho saba za Mungu. Am I communicating to you? Amen. Of which hizo ni characteristics za nuru. Come on. Amen. Katika ulimwengu wa roho, the spirits of God. Wewe ndio unaambiwa Roho Mtakatifu peke yake. Mungu ana possess spirits. He is the father of the spirits. Ni baba wa maroho. Amen. Wewe unafikiria Mungu ni Mungu wa wanadamu peke yake. God is the God of spirits. He is the father of spirits. Amen. Ni baba wa maroho. Maana yake hizi spirits anamiliki maroho, na miongoni mwa roho saba za Mungu, from the book of prophet Isaiah chapter 11 verse 3, anazungumza kwa habari ya roho saba za Mungu. Miongoni Roho Mtakatifu, roho ya hekima, roho ya uweza, roho ya maarifa, roho ya ufahamu, roho ya nini? Roho ya kumcha Mungu. 7 spirits of God, ambazo hizo roho saba za Mungu ndizo zinazowakilisha taa saba kwenye madhabahu, ambako Musa aliambiwa na Mungu, utakapojenga ile hema ya kukutania, jenga jua wa nje ambako watu wote ambao watakuwa and their light itakuwa ni jua. Alafu jenga tena ua wa ndani, ambao ua wa ndani mwanga wake ni vile vinara saba. Wangapi wananielewa ninachosema? Amen. Wangapi washaonaga ile mishumaa iko hivi, iko hivi, iko hivi, iko hivi? Wangapi wameona hiyo?
ziko 7, vinara 7 vya taa vilikuwa vinakaa kwenye eneo la room. Haleluya. Eneo ambalo inaitwa patakatifu. Lakini hakuishia hapo, akatengeneza patakatifu pa patakatifu, the most holy place. Patakatifu pa patakatifu. Sasa zamani sio kila mtu alikuwa na uwezo akatoka akaja moja kwa moja kwenye madhabahu. Leo Yesu alishavunja ile pazia. Everybody can worship God in his altar. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa kule hakuna taa inayowaka ambayo ni ya wanadamu. The only source in the most holy place, mahali patakatifu patakatifu, taa yake inaitwa the Shekinah of glory, ambayo ndio Mungu mwenyewe. Amen. Come on. Amen. Sasa leo kama ulikuwa unasikia Shekinah glory ama utukufu wa Shekinah, huo utukufu nitakufundisha leo unapatikanaje, na mtu ambaye ameingizwa kwenye Shekinah glory, huyo mtu anakuaje, huyo mtu anakuaje, maisha yake yanakuaje. Is the place where you become as God. Ni mahali ambapo unakuwa kama Mungu. Come on. Amen. Hujanielewa mtu wa Mungu. Leo nataka nikufundishe vitu ambavyo ukitoka hapa you start walking as Father. Unaanza kutembea kama Mungu. Amen. Kwa hiyo mimi sikufundishi taa, mwanga au nuru inayowaka kama ile. Leo nakufundisha nuru in terms of wisdom. Nakufundisha nuru in terms of knowledge. Nuru in terms of understanding. Nuru in terms of the fear of God. Hallelujah. Nakufundisha nuru kama utukufu, nuru kama hekima, nuru kama ufahamu, nuru kama maarifa. Hello. The realm number 1 of light. Niwaambia kuna realm 3. Ukisikia nazungumza the word realm, maana yake ni ulimwengu. Ulimwengu, usifikirie watu wanaambia ulimwengu wakafikiri ulimwenguni ni huku ulimwenguni. Ulimwenguni ni tafsiri, ni very general. Ukisema ulimwengu, sisi sio, yani ukisema mimi ni mlimwengu, mimi sio mlimwengu. Hallelujah. Amen. I am a spirit. Naweza nikaoperate kwenye ulimwengu zaidi ya 10. Mimi ni roho ambaye naweza nikafanya kazi kwenye ulimwengu zaidi ya 10. Amen. Paulo anasemaje? Nilimuona mtu, kama ni kweli si kweli sijui, lakini kuna mtu alitoka kwenye ulimwengu, dunia ya kwanza, mbingu ya pili, ya tatu. Fikiria, hakuzungumza malaika, anasema mtu. Alikuwa anaanza kutoka kwenye mbingu ya kwanza, ya pili, ya tatu. Wengine wakafikiri kwa sababu aliishia 3 basi mbingu ziko 3. Mheshimiwa, zilikuwa ni yule mtu ambaye Paulo anafikiria alimjua ndio aliyefika hapo. Haziko hapo peke yake. Haleluya. Wengine wanakuambia ziko mbingu 7. Haijaandikwa, but wanatolea reference kwenye kitabu cha Isaya 11 ambazo zile roho 7 za Mungu kama dimensions, 7 dimensions of God. Nataka nikutoe kwenye ulimwengu wa kawaida nikupeleke kwenye eneo ambalo Shekinah glory inakaa. Utukufu wa Mungu wa Shekinah unakaa. Amen. The only light is coming from God himself. Amen. Tuanze ulimwengu namba 1 ama realm namba 1 ama level namba 1 ni nuru ya jua ama outer court ama uwanja wa nje. Sema uwanja wa nje. Wa tabanako. Tabanako ni ile hema ya kukutania aliyoijenga Moses. Hallelujah. Amen. Sasa ukitaka kuelewa haya mambo vizuri, kasome kitabu cha Kutoka 25, sura 26 na sura 27, utaelewa vizuri kitu ambacho nakizungumza hapa. Tuingie kwenye level ya kwanza ya nuru. Level ya kwanza ya nuru ni level ambayo is the light of sun. Ni nuru ya jua. Hallelujah. Hii ni level ya kwanza ya nuru. Andika nuru ya jua ama mwanga wa jua. Huu mwanga wa jua ni mwanga ambao watu wote wanauenjoy. Awe Muislamu awe Mkristo, mtu yoyote huu mwanga huwa anakuwa nao. Huu ni mwanga ambao haulipi gharama yoyote kuwa nao. Hallelujah. Amen. Huu ni mwanga ambao wewe hauna chochote cha kufanya ili mwanga uwe nao. Maana yake if this light tunaita hekima ya dunia, maana yake hekima hii inahitaji tu usome ili uweze kuwa nayo. Haihitaji uelewe mambo mengine yoyote ya kiroho. Usome tu vitabu fulani uwe nayo. This we call the light of sun. Hallelujah. Nuru ya jua. Wangapi wananielewa ninachosema hapa? Ni mahali ambapo walikuwa wanakutana, the outer court. Ama ua wa nje wa hema ya kukutana.
Betania, ambako watu wote either they love God or not walikuwa wanakutana hapo, wanampenda Mungu ama wampendi, walikuwa wanakutana kwenye huo uwanja wa nje, ambako mwanga wao walikuwa hawana vinara sawa menora, ama walikuwa hawana Shekinah of glory, hawako na huyo. Wao walichokuwa wanaonana, ama mwanga wao ulikuwa unategemea jua, mwezi ama nyota. Manake kama ni usiku mwezi ukiwaka ndo wanaonana, kama ni usiku nyota ikiwaka ndo wanaonana, kama ni mchana jua ndo wanaonana. Manake wao the intelligence of this world ndo ilikuwa na rule kwenye ile eneo. Manake hata kama ni wewe mtumishi wa Mungu umekaa kwenye lile realm, kwenye hii level ama kwenye ulimwengu wa kusubiria mwanga wa jua, manake kwa lugha nyingine, manake unategemea elimu ya dunia hii uweze ku make in life. Hasa mwanadamu yoyote ambaye anategemea elimu ya dunia hii kutengeneza maisha kwenye maisha haya, mtumishi wa Mungu utachelewa mno. Kwa sababu na wajua wengi maprofesa ni maskini, na wajua wengi the very highly skilled doctors, lakini bado hawana kazi. Na wajua wengi ambao ni engineers hawana kazi, wanaoperate kwenye hii realm ya light of sun, wanaoperate kwenye level moja. Manake ni ulimwengu ambao unakutana watu wengi, wana kesi nyingi zinafanana. Kama ni kukosa ajira, wengi wako kwenye hilo eneo. Kama ni kukosa mtoto, wengi wako kwenye hilo eneo. Kama ni kukosa kitu fulani, wengi wameapia kwenye hile eneo. Sasa Mungu leo anataka akutoe kwenye hilo eneo ambalo watu wengi wanakaa. Utoke hapo. Amen. Angalau uende kwenye huo wa ndani patakatifu, ambako kuna taa, ambazo kuna taa 7 za Mungu, ambazo ndizo ambazo zinaleta nuru ya hekima, zinakupa maarifa, zinakupa uwezo. Ndio maana katika ulimwengu ambao unategemea mwanga ama maarifa dunia hii, hata watu ambao hawajaokoka wanatuzidi sisi ambao tumeokoka, tunamjua Yesu. Kwenye eneo la uchumi, eneo la kazi, eneo la lolote, kila eneo ukija ukakutana na mtu wa namna hii ambaye ameweka bidii kidogo, anakupiga kwenye soko la ajira, anakuweka hapo chini, no matter how far are you sawa kwenye eneo la uchumi, la kazi yako. Ndio maana unakuta kuna mtu mtumishi wa Mungu yuko kwenye biashara yake iko hapa, ya mwenzake iko hapa, ya mwishamu iko hapa, ya mganga iko hapa, ya mtoto wa mchawi iko hapa, alafu wote yule wa mtoto wa mchawi anauza kuliko wewe. Maana amekuzidi skills za shule, amekuzidi skills, haendi hata kwa huko kuchawia. Yeye amesoma tu namna gani ya kuongea na mteja, amejua namna gani ya kumbembeleza tajiri aweze kununua bidhaa yake. Kwenye huu ulimwengu, kwenye hili eneo, kinachohitajika sio nguvu ya ulimwengu wa roho, kinachohitajika ni uwepo wako kwenye eneo la kutafuta maarifa ya knowledge, maarifa ya kawaida ya kukuongoza kwenye kile unachofanya. Amen. Hahitaji kuomba ndo auze. Anahitaji kusoma kitabu cha biashara. Hahitaji kufunga tu sadaka ndo auze. Anachokihitaji aende shule, atangaze matangazo mengi. Sasa tunatoka kwenye hilo eneo, ni vizuri na ni sahihi sana kufanya matangazo mengi ili uweze kuuza. Lakini kuna level na kuna engo na kuna mahali ukifika, hata matangazo yawe mengi, kama hujahusisha ulimwengu wa roho, hujahusisha creatures in the realm of the spirit, huwezi ukauza, no matter how far you are kwenye eneo la maarifa ya biashara. Inakuhitaji uingie ndani, deep down kwenye ulimwengu wa roho, uachilie sadaka, ujiungamanishe, uachilie maombi, uintercede usiku wa manane. Karagata rebebeka, unanena kwa lugha usiku wa manane, for you to unlock the spirit realm in your business, kufungua ulimwengu wa roho biashara yako, for you to access customers in the city, kwa ajili yako kufungua wateja walio kwenye ile eneo waje kwenye biashara yako. You have to intercede in the realm of the spirit. Uingie patakatifu ambako pana hekima, uingie katika ulimwengu wa roho, uombe rabakataka, uombe hekima ya Mungu ya kukusaidia, uombe maarifa, uombe Mungu akupe macho ya kuona ni kitu gani kinakuzuia. Uingie kwenye warfare, kwenye vita kiroho, upigane na viumbe vinavyozuia wateja kwenye biashara yako, ufungue malango kwenye hili eneo. Wakristo wengi hawajafika bado kwenye menora light in the realm of the menora. Maanake kwenye hii ulimwengu wa menora ambako kuna taa 7 za Mungu, watu wengi hawajafika bado, wako kwenye huo wa nje ambako wao wanategemea elimu ya dunia hii waweze kufaulu. Saa ukishaitwa mlokole, vita ni inevitable. Vita haikwepeki. Kwa nini? Kwa sababu tayari umesha dwell kwa yule ambaye aliyekumba, na shetani alishamwacha aliyekumba. Anachokitaka yeye uende pamoja na yeye kwenye uasi. Sasa sisi tumekataa na tuko hapa leo to come back to our Eden. Kurudi Edeni ya nuru yetu ya kwanza. Hatutaishia kwenye menora, tutaenda mpaka patakatifu, mahali ambapo the Shekinah of God is dwelling, mahali ambapo unakuwa kama Mungu. When you appear, hatukuoni tena wewe, hatuoni elimu yako, hatuoni biashara, tunamuona Mungu anaoperate kupitia wewe. When you speak,
nations tremble. When you speak, people will follow your voice. Inafika wakati ambao watu wakikuwa nasema tumemwona Mungu. Kutembea kwako Petro ni kama Yesu anatembea. Kuongea kwako Petro ni kama Yesu anaongea. Why? Kwa sababu Petro alikamata the Shekinah glory of Jesus. Akakamata ile nuru ya Kristo ambayo haisababishwi na taa, haisababishwi na mwanga wa jua. Yeye Mungu mwenyewe anasema mimi ndio nuru ya ulimwengu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Wangapi wananielewa sasa? Amen. Mwana wa Mungu, nataka nikufundishe leo. Ndio. Nasikia hasira ndani kwa sababu watu wengi wanaishi kwenye maisha ya kutokuelewa. They do not know their humanity. Hawajui mamlaka na mipaka yao ya maisha. Wao wanaishi limited life. Wanaishi maisha ya mikwamo, maisha ya vizuizi, maisha ya kushindwa. So you are the light. Mathayo 5:14 mpaka 16. Can you go there? Anasema nyinyi ni mwanga, achana mwanga. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Nuru ya nani? Ya ulimwengu. Akina nani? Sisi. Anazungumzwa nani hapa? Mimi. Nani anatamkwa hapa? Mimi. Wewe ni nani? Nuru ya ulimwengu. So light is the person. Kumbe nuru ni mtu. Amen. Anasema ninyi ni nuru ya nini? Ya ulimwengu. Tumeambiwa tumulike wapi? Ulimwengu. Sawa, listen. Anapozungumza ulimwengu, hazungumzi ulimwengu peke yake. Anazungumza wewe ni nuru kwenye ulimwengu zote, in the realm of economy, in the realm of business, in the realm of everywhere. Ulimwengu wa nuru, ulimwengu wa afya, ulimwengu wa uchumi, ulimwengu wote. When you enter in the realm of any realm, you are a light, you shine. Wewe ni nuru. Ukiingia kwenye ulimwengu, ukiingia kwenye business, wewe ni nuru na angaza. Usiniambie apostle. Ndio maana kuna level ukifika. Can I shock you? Kuna level ukifika leo. Hauhitaji kuchunguza nifanye biashara gani. Chochote ukifanya kwa sababu ya wewe umekuwa Mungu kinafanikiwa. Amen. Amen. Unajua nikisema wewe umekuwa kama Mungu unashangaa. Musa aliambiwa na Mungu utakuwa kama Mungu kwa Harun. Ndio. You see? Kwa nini? Kwa sababu Musa alifika kwenye hii level. Amen. Hasa watu wengi hata kwenye menorah light, menorah realm hawajafika. Ili eneo la vinara 7 vya Mungu hawajafika. Huwa wa ndani hawajafika bado. Alafu nataka uingie kwenye Shekinah glory. Ni ngumu mno. Kweli. Nilikuwa mlimani siku moja, nilienda, I'm the man of prayer. Nilienda mlimani huko Dodoma. Seriously nawaambia, nimeenda mlimani. Huu mlima huko kule Dodoma ambako kuna station ya SGR. Sijui kunaitwaje sasa hivi. Zamani kidogo. Kuna station ya SGR sasa hivi kule kwenye stand yao. Kuna mlima mmoja wa Shekinah. Mlima Shekinah. Huo mlima Shekinah nilipofika ni mlima ambao pale juu mlimani pana baridi sijaiona. Unajua Dodoma usiku kuna baridi sana. Kuna baridi sijaiona. Nilipofika kwenye ule mlima, aliyenipeleka, nilikuwa nimepanda zangu gari nimeenda Dodoma kwa my friend. Nikamwambia sawa, nataka niombe. Mazingira yangu ya maisha yalikuwa ni magumu mno. Kila kitu kwenye familia kimecollapse. Ndoa yangu iko kwenye hatari kubwa ya kufa. Maisha yangu yamevurugika. Nimeshapoteza 2 kids tayari. Everything kimeshakuwa ovyo. Sielewi wapi pa kwenda, sielewi pa kurudi. Nikampigia one of my friend kwa Dodoma, nikamwambia sawa, I have to come Dodoma. Akaniambia ukitaka kufanya, nikamwambia nataka kutafuta eneo la kuomba. Akaniambia kama kuna mahali panaitwa Shekinah, panapatikana utukufu wa Mungu. Nikamwambia sawa, nipeleke kwenye hilo eneo please. Akaniambia okay, nitakupeleka. Nikasafiri kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma. Sio kwa ajili ya kwenda kuona na mtu, kwenda kumtafuta Mungu. Amen. You travel from Dar es Salaam to Dodoma just to pray, kumtafuta Mungu. Akupe majibu, ukutane na neema, ukutane na uso wa Mungu, ukutane na angalau sauti ya neno moja la Mungu linalokuambia usiogope. Amen. Inafika mahali uhitaji hata Mungu azungumze sentensi 10. Nataka Mungu aseme tu mwanangu I love you. Only that. It is enough. Ilifika mahali sihitaji kusikia hata ushauri wa watu. Nilikuwa na watu wengi wenye uwezo wa kuniconvince na kunishauri, lakini sikuwahitaji muda huo. Ushauri wao ulikuwa ni kama meaningless kwenye maisha yangu, hauna maana. Mpaka nisikie sauti ya Mungu. Amen. Nikafika pale. Ule mlima hauna choo, ule mlima hauna nyumba, ule mlima hauna chochote. Hakuna watu karibu. Kunasikia kuna nyoka, kuna kila aina ubaya. Nikasema, hasa hapa na kaja mheshimiwa. Amenipeleka hapa, akaniacha pale cha niambia mheshimiwa, mimi na majukumu mengi sana. Umeniambia nikulete mlimani huu. Nikamwambia mheshimiwa, mimi nimezoea milima inakuwa na sehemu ya kuishi. Ukichoka unalaza kichwa chako. Kuna watu, mbona sioni hata kwenye mlima? Mbona sioni mtu yoyote?
Akaniambia, mheshimiwa, unataka mtu gani wakati ni wewe umekuja, wewe ndio mtu. Yamkini unataka uende wakute wewe. Mbona kukuta watu, wewe umekutwa na nani? Haleluya. Amen. Akazidi kunitia hofu. Na akaniambia, wakati unaomba usifunge macho, kuna vitu vya ajabu hapa. Nikaona kabisa hii tayari, kumbuka anatakiwa niingie rohoni nimsachi Mungu, lakini katika jina la Yesu una search kiroho na kimwili. Haleluya. Nikamwambia, Father help me. Kumbuka sina maturity ya kiroho nilionayo sasa hivi. Sina level ya kumjua Mungu, level nilionayo sasa hivi. Sina maombi nilionayo sasa hivi. Kumbuka sijaanza hata huduma. Haleluya. Sijaanza huduma unafikiria nilikuwa nayo. Nikakuta kuna mwamba mmoja mkubwa kama ile ono la madhabahu. Pako plain namna, lakini ni jiwe. Ni saa 10 hivi. Saa 10 hivi. Nimebeba begi langu na kanzu langu, nikavua niliokuwa nayo. Hakuna mtu, hata ufanyeje, uko peke yako. Nikavua, nikavaa kanzu langu, nikakaa pale kwenye ule mlima, pale kwenye jiwe pale. Hata sielewi nianze kuomba nini. Cha kwanza nawaza jioni nakuja. Nawaza kwamba itakuwaje. Nasikia hapa kuna ni pori kubwa, no anybody. Nikiangalia kwa mbali naona mataa ya Dodoma mjini. Nikapiga magoti, namwambia, Baba, nimefika. Nimeambiwa hapa utukufu wako upo. Amen. Na huo ndio nimeujia. Amen. Sitaki kujua kuna chatu, kuna nyoka wa kina gani, kuna wanyama gani. Nachojua kwamba nimeambiwa wewe upo. Amen. Hata kama vipo kweli, lakini wewe ukiwepo najua nitakuwa salama. Ni maombi yangu niliomba hayo. Alafu nikanyamaza, nikatafuta shuka langu la Kimasai, nikavaa soksi zangu, nikavaa na gloves, nikaegesha kichwa changu, nikalala. Nilikuja kushtuka saa 5 usiku. Kuanzia saa 11 nimelala, nashtuka saa 5 usiku. Yaani ile nashtuka, sioni hata jani. Ni giza limefunga. Giza limefunga. Sioni hata, yani hata miti uone. Kunachojua ni kwamba uko mahali unagusa hilo jiwe tu chini. Nasema leo ni leo. Kumbe rafiki yangu alifikiria atakuja kunifuata, nimpigie saa 4 anifuate. Haleluya. Amen. Saa 4 anifuate, maana pale hapafai kulala mtu, alikuwa ananitania eti. Kumbe yeye alikuwa anachomaanisha ni kwamba nitampigia anifuate, hapalalagi mtu mlimani. Ule mlima ufai kulala, unatakiwa ukienda ukiomba narudi jioni. Mimi ndo nimelala saa 6 hiyo hapo. Nikaangalia simu miskoli kama 20. Kumbe alikuwa pale chini, giza limeshakuwa totoro hawezi panda. Akasubiria chini, akaona aondoke, akasema Bwana, akaona Bwana, itakalokuwa naliwe, nachojua ni kwamba yuko mlimani. Napiga simu namwambia, mheshimiwa, hapa hapaeleweki, giza totoro, naombaje? Akaniambia, mheshimiwa, endelea kulala mpaka asubuhi, labda ndo anze maombi. Kuja sasa hivi ni uongo. Nilichofanya, hakuna haraka kama kuomba kwenye giza. Uone chochote cha kukuchanganya. Amen. Hata rangi ya nguo yako uone. Uzuri ni kwamba tungamvaa kanzu nyeupe. Kuna mawazo binadamu yananiambia ndo anaona haraka. Anaona haraka. Alafu kaja ile hofu kwamba hivi jini likija hapa nitakuwa. Hivi ushonaga haya mawazo. Uko kwenye uwepo wa Mungu, nawaza hivi shetani akija hapa itakuwaje? Niko peke yangu, hakuna hata unaweza muita kusaidie. Unajua kuna ile shetani akusemesha kwenye akili yako. Hapa ni mahali ambapo hakuna hata ndugu, hata niseme nipige simu haiwezekani. Nikapiga tena magoti, nikaomba karibia nusu saa. Sijui kuongea kwa lugha kipindi hicho. Naomba tu lugha ya ufahamu na akili. Naomba tu Mungu nitetee, nisaidie. Mungu nimekuja hapa kukutafuta. Hayo maombi tunajua ni maombi ambayo sio ya deep sana kiroho. Ni maombi tu ambayo natumia akili na uwezo wa kujua kwamba naomba natakiwa nitaje hivi, nitaje hivi. Nilifika saa 8 nikalala. Nilivolala nikapata njozi. Nikaota kuna ndugu yetu mmoja kwenye ukoo amepotea. Ule ndugu alipopotea wanamtafuta sana. Ni kama siku zimepita wanamtafuta muda mrefu sana. Niliposhtuka nikasema, wewe rudi nyumbani, wanakutafuta ndugu zako. Kumbuka ndoto, nilivorudi kwenye ndoto nikatamka. Nikasema asubuhi nikikuta hichi kitu ni kweli kama nilivyoota na amerudi, umlima
kama sitoki leo wala kesho. Amen. Asubuhi nakutana simu ya babangu, kuna mtoto wa baba mkubwa amepotea. Siku ya 3 haonekani nyumbani, lakini asubuhi leo ndo amefika hapa. Amen. 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 Nikasema huko nyumbani wanakotaka niende kwa rafiki yangu sirudi. My home is here. Amen. Nilikaa pale Mlimani more than 3 days. Naomba. Nalala, hakuna maji, hakuna chochote. Niko hapo dry fasting. Kumbuka ni heri angalau naona maji, kuna namna koli linatia na hata na moyo. Hakuna kuona maji wala chochote. Nachosikia ni upande wa pili kule mbuzi wanatembea wa Masai. Wanapita upande wa pili. Nilirudi kule nikiwa na moto usio kwa kawaida. Amen. Nataka kuambia kwamba kuna nuru hauwezi ukaipata ukiwa mja kanisani kila siku. Kuna nuru, kuna level ya nuru huwezi ukawa nayo ukiwa wewe ni mtu wa kuja kanisani na kurudi. Kuna level lazima uongeze ya imani. Amen. Kuna level ya bidii lazima uongeze. Amen. Kuna level ya kujitoa sadaka lazima kuongezeke. Amen. Kuna mateso lazima ukubali kuyapitia ili uweze kufika kiwango ambacho unataka kufika. Unataka wewe kujiendesha kiulaini sana. Unataka wewe kujiendesha kimazoea sana. Unataka wewe kuwa kwenye level ambayo everybody is there. Kila mtu yuko kwenye hiyo level. Kila mtu yuko kwenye, ukitaka kubadilika kutoka kwenye hiyo level ulionayo, lazima uongeze pia gharama ya kulipa. Amen. The higher the risk, the higher the return. Huwezi ukawa mkubwa kiroho kama ulipi gharama kubwa kiroho. Nisikilize mwana wa Mungu, tumezoea kuwa na watu wa hovyo kanisani ambao ni church attendant, ni waumini waenda kanisani. Toka kwenye hiyo level mwanangu ya kuwa muenda kanisani. Ingia kwenye realm ambako you speak with spirits, unaongea na roho. Kwenye hii level ya pili ambayo sio kwamba unasubiria usome vitabu ndo ujue nini ambacho Mungu anasema. Ni level ya pili ambayo you don't wait to read books for you to decide about your life. You hear the voice of the spirit. Unasikia sauti kwenye ulimwengu wa roho inakwambia, pastor, anza biashara fulani. Unaianza and then you prosper. Hausomi biashara za, usomi vitabu vya biashara. Unasikia sauti as you pray. Kuna sauti unasikia kwenye ulimwengu wa roho inakwambia, kuanzia leo usivae shati jeupe, vaa shati jeusi. Usivae nguo nyekundu, vaa white. Why? Unakwambia ulimwengu wa roho umedecide uvaa hivyo kwa sababu ya attempt za maadui wanazopanga kinyume nawe kwenye maisha yako kwenye miaka 2 ijayo. So from there haufanyi kwa sababu na mali imeandikwa. Ni wapi ambako Yoshua alisoma kwa habari ya kulizuia jua miaka 3 ama 2? Ni wapi Yoshua alisoma? Alisikia roho to speak inazungumza naye. Ni wapi ambapo Elia alisoma ya kwamba alete mvua ama asiwe mvua? Ni wapi ambapo Elia alifundishwa kwamba unaweza ukashusha moto watu 50 wakafa at the same time, at the same second wakafa? Nani alimfundisha Elia? Ukisubiria uendelee kufundishwa na apostle madhabahuni hapa, utachelewa kufika kwa haraka sana. Na activate roho yako leo. Uanze kufanya vitu ambavyo sio mpaka ufundishwe. Uanze kufanya vitu ambavyo unavipata kwenye nyumba ya maombi, kwenye chumba chako cha maombi. Unatoka na karatasi limejaa majibu na maelekezo. Unatoka na daftari limejaa directions. Kwa hiyo ulimwengu wa roho sio ulimwengu ambao unategemea kukaa darasani ili uweze kuprosper. No. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo katika level ya pili ya nuru ni level ambayo wanaokutana kwenye hii level wanakutana na nuru inaitwa menorah light ama nuru menera. Hallelujah. Amen. Ni nuru ambayo ina vitu 7, viandike. Ina vitu 7, andika. Kwenye hii inner part ina vitu 7. Ina vitu 7 ambavyo hivi vitu 7 viite nuru. Hallelujah. Amen. Au nuru 7 inapatikana kwenye chumba cha ndani cha hema ya kukutania. Naenda kwenye kitabu cha Isaya 11 mstari wa 2. Tuone hapo. Hallelujah. Naona kuna watu wanaenda kubadilika kuanzia leo. Amen. Hujanielewa. Naona kuna watu wanaenda kubadilika leo. Amen. Oh my God. Asema roho ya Mwenyezi Mungu itakaa kwake. Namba 1, roho ya Mungu. Hallelujah. Roho ya Mungu, andika Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni nuru. Hallelujah. Amen. Namba 1, Roho Mtakatifu. Namba 2, hekima. Andika roho ya hekima.
roho ya hekima. Namba 3, andika roho ya maarifa. Wangapi wanaandika? Namba 4, andika roho ya ushauri ama counseling spirit. Alafu roho ya nguvu. Haleluya. Amen. Alafu roho ya uweza. Maandika hiyo? Ndio. Imefika ngapi? Roho Mtakatifu, hekima, maarifa, ushauri, roho ya nguvu, ujuzi au ufahamu. Andika roho ya ufahamu, ujuzi. Roho ya ufahamu, alafu hofu ya Mungu. Sasa hizi taa 7 ama nuru 7 zinapatikana kwenye ua wa ndani. Hasa hizi taa 7, come on. Yes, umeona sasa? Ndio. 1 2 3 4 5 6 7, ziko 7. Wangapi washaonaga makanisani hivi vitu? Makanisa mengi yana hizi roho 7 hizi au taa 7. Hasa kule kwenye chumba cha ndani kulikuwa hakuna mwanga mwingine wote tofauti na huu mwanga. Zilikuwa zinapatikana hizo taa 7 ambazo ni roho 7 za Mungu, ambapo kulikuwa na hekima, maarifa, ufahamu, ujuzi, nguvu, uweza, ambao uweza, Roho Mtakatifu na hofu ya Mungu. Fikiria mwanadamu ukiingia katika ulimwengu wa roho ukawa na hizi roho 7 za Mungu. Nilishawahi kuambia nitakuja kuwafundisha namna gani roho 7 za Mungu zinafanya kazi. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Huku ndani hakuna mwanga wa jua. Mwanga pekee unaopatikana humu ndani ni mwanga unaoitwa menora. Sema menora. Kwa hiyo menora is the seventh government of heavens, ama ni taa 7 ama roho 7 za Mwenyezi Mungu. Hii level nayoizungumza hapa, haleluya, ni level ambayo ukiwa na hekima, kuna mambo ambayo kwenye maisha huwezi ukawa nayo, huwezi ukayafikia kama hauna hekima. Sema hekima. Haleluya. Unahitaji hekima ya Mungu kufikia utajiri ambao Mungu amekumbia kwenye maisha yako. Sasa hii hekima tuite nuru. Hii nuru tunaitafsiri kama hekima. Unahitaji maarifa, ukae chini usome maarifa yakupe nuru. Haleluya. Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kwenye level ile ya nje ya mwanga wa jua, watu wengi kwenye hii level wanapambana kupata utajiri, wanapambana kupata fedha, kupata magari, kujenga nyumba. Haleluya. Wanapambana vitu vingi sana. Kuna level ikifika, hii level ya ndani, hautawaza magari, hautawaza nyumba, hautawaza transactions na vitu vilivyo katika hii level. Sio vitu ambavyo ni vya kushikika. The business here is the transaction of the souls. Watu wanaacha kuwaza magari, watu wanaanza kuwaza kujenga, watu wanaanza wanawaza the kingdom business, the kingdom matters. Wanawaza mambo ya ufalme wa Mungu. Wanawaza namna gani nitaishi kwa utakatifu. Nimefanya nini kwenye mwaka kwenye ufalme wa Mungu? Nimehubiria watu wangapi wakamjua Yesu? Nimeimba kwa viwango gani kwenye huduma nilionayo? Nimefanya hii level. Ukifika, nuru yake haikuangazi uwe na utajiri wa fedha, haikuangazi uwe na utajiri wa watu, inakuangaza uwe na utajiri wa kumjua Mungu zaidi. Ujae na hekima na maarifa Mungu. Ujawe na Roho Mtakatifu. Imagine ni wewe leo una hekima, una maarifa, una ufahamu, una Roho Mtakatifu, una hofu ya Mungu, una roho ya uweza, una roho, oh my God, una roho hii 7 za Mungu. Wewe ni kitu gani kitakuwa kigumu kwenye maisha yako? When you speak, business will stand. Hapa ili eneo hauhitaji kuweza kufanya biashara ili uwe tajiri. Unakuwa kama alivyokuwa Suleiman. Suleiman hakuhitaji kufanya biashara ili awe na dhahabu. Hakuhitaji kuwa mchimba dhahabu ili awe nazo. Ilimtosha tu hekima alionayo iwavute wenye dhahabu waje kwake. Ni level ambayo you do not do business but you are the richest man in the world. Come on. Hallelujah. Hii ndio level ambayo watu wengi wakiingia, mara nyingi kama hawana hofu ya Mungu. Ndio maana hizi roho 7 zinaambatana pamoja, kwa sababu ukiwa na hekima is the power
power to use the knowledge you have. Ni uwezo wa kutumia maarifa ulionayo. Maanake hekima ni uwezo wa Mungu, ama ni nguvu ya Mungu, ama ni neema ya Mungu ya kuyatumia maarifa ulionayo. Fikiria una maarifa, hauna hekima namna kutumia. Ndio maana madokta wameandika, onyo uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako, lakini bado wao wanavuta. Maanake walichokikosa sio maarifa. Maarifa wanajua kwamba afya inauliwa na sigara, afya inaangamizwa na pombe, lakini bado wao wanakunywa, lakini bado wao wanavuta, kwa sababu kilichokosekana kwao sio maarifa ya kujua. Wamekosekana kwao the power to apply the knowledge they have. Wamekosa nguvu ya kutumia maarifa walionayo. Na leo nataka nikupe hii nuru ya kupata uwezo wa kutumia maarifa, hata kama ni kidogo, uyatumie yalete matokeo. Mungu akusaidie mwanangu. Kuna level unaingizwa leo, sio level ya kawaida. Ni level ya uwezo wa kutumia maarifa. Fikiria una maarifa, jumlisha uwezo. Amen. The spirit of power, mighty. Manake popote ukitamka jambo linakuwa. Ndio maana kuna watu wamefika kwenye hiki chumba cha ndani ambako the light menorah happens, mahali ambako nuru ya Mungu, ya nuru taa saba za Mungu zinapokea. Huyo mtu akisema uwe bubu, I'm telling you, unakuwa bubu. Kwa nini? Sio kwa sababu anaingia kwenye level ambayo mandate ni maisha yake, mamlaka ni sehemu ya maisha yake. Akitamka vitu vinakuwa. Fikiria Musa alifika mahali akasema ardhi ipasuke, ardhi ikapasuke kameza watu wote, ardhi hii ikamtii Moses. Inafika viwango ambavyo una nuru kiasi kwamba ukitembea mahali kama kuna mchawi ukasema ukoka akataa, unaweza ukasema kesho utaiona jua, na kesho akaamka akafa. Nini kimetokea? Kwa sababu your words carries power. Maneno yako yanabeba nguvu. Ndio level ambayo nataka Wakristo wa leo waondoke nayo kwenye nyumba ya Mungu. Sio uondoke hapa ukiwa unalialia tena. Nataka leo nikuingize kwenye ulimwengu wa nuru ambao una access nuru ya Mungu ambao ni fresh divine kutoka mbinguni. Amen. Hallelujah. Amen. Tumechoka mazoea kwenye neno la Mungu. Tumechoka mazoea kwenye ile engo ya kuwa Wakristo. Nataka tuwe Wakristo ambao tuna matokeo. Amen. Fikiria leo unatembea barabarani, wanakuchangaa, wanakungonga, watu wanakushengenya, wanakusema vibaya, kwa sababu you cannot prove that you are God. Uwezi ukamuonyesha ukamdirisha Mungu wako. Kwa nini apostle? Kwa sababu kuna vitu unafanya hata pepo mchafu uwezi ukamfukuza akaondoka. Watu watakuheshimuje na Mungu wako? Leo unaingia kwenye the inner room. Amen. The inner court. Amen. Kichumba cha ndani patakatifu pa Bwana, ambapo utaakisi roho za Mungu. Amen. Utakuwa na roho ya hekima. Amen. Unakuwa na Roho Mtakatifu. Unakuwa na roho ya uwezo. Unakuwa na hofu ya Mungu. Amen. Ukisha kuwa na hofu ya Mungu, sio kila mahali utakwenda, sio kila kitu utakula, sio kila kitu utafanya. Unakuwa limited. Sio kwamba wewe ndio umeamua. Ndio maana nimekuambia kuna sheria zina govern ulimwengu wa nuru, na sheria namba moja ni sheria ya kutokuwa vile unavyotaka wewe, unakuwa vile ambavyo wao wanataka. Amen. You have to be holy, you have to be holy. Amen. Hallelujah. Amen. Hello. Hasa ya tatu unaingia kwenye chumba cha patakatifu pa patakatifu. Hallelujah. Amen. Sema Yesu. Yesu. Ninaomba unisaidie. Ninaomba unisaidie. Kwenye hiki chumba haufanyi maamuzi kwa sababu umesoma vitabu. Hapa unafanya kazi kwa kumsikia Roho anasema nini. Basi. Hallelujah. Amen. Hapa ni mahali ambapo you interact with the spirits. Unakutana na maroho katika dimensions za Mungu. Unakutana na roho na kuambia I am the spirit of wisdom, sir. How are you? You talk with the spirit of wisdom. Amen. Unaongea na roho ya maarifa. Unaongea na roho ya uweza. Unaongea na roho ya uponyaji. You talk with angels. Unaongea na malaika. Unaongea na makerubi na maserafi, unaongea nao. Unaongea na wenye uhai, wanaona pia kwako mwenye uhai mmoja wao pale. Anakuambia hao Nicholas, mtu pendwa na Bwana. Muulize Danieli, mtu pendwa na Bwana. Come on. Unaanza kukutana viumbe vya mbinguni. Viumbe vyenye macho zaidi mwili mzima. Kuna mbinguni kuna viumbe vina macho mwili mzima. Vinakuja kwako. Havitaki kugeuka ili vikuone, vinakuona kila mahali. Wewe unasema umekutana na malaika. Kuna malaika ukikutana naye mwezi mzima you will never eat food. Hautakula chakula chochote na utakaa usikie njaa. Yaani kuna level ukifika. Amen.
hata usipokula usikii njaa. Amen. Hujanielewa mwanangu. Ni wewe unaishi kwenye ile remu ya chakula. Kuna level mtumishi wa Mungu akifika, hata usipokula chakula hausikii njaa. Kweli. Unashangaa wiki imepita, you don't know food, hujui chakula, hujui juice, hujui soda. Na mimi nataka niwaambie leo, nataka tuhame kwenye hii level. Amen. Ni level ambayo ili uweze kuwa na nguvu lazima uache baadhi ya vyakula. Amen. Lazima uache baadhi ya vitu, ujitese. Amen. Ni level ambayo yenyewe inakucommand kuact the way wanataka wao. Amen. Unajua kilichomtokea Zakaria? Ndio. Mume wake na Elizabeth. Ndio. Zakaria kuhani. Huyu mtu sio mtu wa kawaida. It's not a normal man. Sio mtu wa kawaida. Zakaria alikuwa ni kuhani. Kweli. Alikuwa ni mtumishi kuhani ambaye yeye alikuwa anapangiwaga pia zamu ya kuingia patakatifu kwenda kufukiza uvumba wa kusema na Mungu. Na zamani kwenye hili eneo, ili uingie lazima ufungwe kamba kiunoni. Ukiingia kule ndani, kama ulikuwa na dhambi unakufa. Kwa hiyo wakishasubiri ule muda mmoja atakao kutoka hujatoka, wanavuta kama na kutoa na kutoa nje, wanamtakasa mwingine, unaingia tena. Mungu anakujua according to your character. Amen. Na nijua vyema Bwana. Huyu mbona nafikiri nianze kuacha. Sio level tuna operate kwenye level, sio level ya kujulikana vyema Bwana. Sio viwango vya kusema unanijua vyema Bwana. Ni viwango vya character. Tabia zako zinakuelezea mbele za Mungu. Hatuelezewi tena kwa kujieleza. Our character speak before the Lord. Amen. Yaani kuna level ukifika ya maisha ya utumishi, huwezi Mungu ananijua vile. Mungu hata tazama ulivyo. Mungu hatazama unavyoongea, anatazama your character in the dimension of God. Amen. Amen. Mungu asubiri uzungumze ndo aseme mwanangu nakupenda. No, your character determines the love you have to your father. Tabia yako inatuambia upendo ulionao kwa Mungu. Ni kweli. Hauhitaji kuomba nguvu ndo useme mtu apone. No, character himself turns to power. Ndio maana character ni kama taa kwenye mshumaa. Yakiisha mshumaa wake, ili maisha yako yawe na nguvu, you have to maintain the character of God. Amen. Amen. Lazima umaintain sifa za Kristo. Hofu ya Mungu, hekima, maarifa, unyenyekevu. Unajitoaje kwa mambo ya Mungu? How far you kwenye eneo la kufinance the kingdom? Do you think Mungu anajitoa kwako kwa sababu umeomba sana? No, kuna level Mungu ajitoe kwa sababu umeomba. Kuna wakati Musa alibadilisha mawazo ya Mungu. Imagine the man. Amen. A man alibadilisha mawazo ya Mungu. How apostle? Kwa sababu alikuwa anatembea to the dimension of God. Amen. Muulize Noah, Enoch hakuwa ni mtu ambaye alikuwa wa kawaida. Ardhi na dunia ilishinda kumshikilia Enoch. Kwa sababu gani? Mungu hawezi tembea duniani. Enoch alifika mahali dunia hii ameshaiacha dunia. Kilichotokea ni kupaa, akatoweka. Come on. Manake ukiwa na tabia za Mungu, ndio maana watu ambao they operate kwenye dimension kubwa ya Mungu hawaishi muda mrefu. Wakikaa muda mrefu duniani, wanadamu wanaweza wakawaabudu wale watu badala ya Mungu, kwa sababu wanageuka, wanakuwa kama Mungu. Wakikwambia kesho asubuhi utapigiwa simu na Bakresa, it is done. Bakresa hakujui, atapambana, atakapambana akisha amekupata. Sio kwa sababu yoyote. Kuna mtu ametamka, maneno yake anatengeneza system katika ulimwengu wa roho. You are already creating mfumo. Maneno yako yanajenga mfumo katika ulimwengu wa roho. So there is the kind of dimension you operate. Maneno yako yanageuka kuwa ni mifumo. Ukisema kuanzia leo sitakufa bali nitaishi, mifumo ya kuhakikisha utaishi inajengwa. Karabasaka. Hallelujah. Amen. Wewe una operate kwenye mfumo gani kwenye dunia hii? Wewe ni nani? Level ya watu ambao wakina Moses ni level ambao anamwambia Mungu, ukiwaua hawa watu Misri watasema wewe uliwaleta uwaue. Imagine, hawaombi tena, wanaongea na Mungu. Okay, mimi apostle. Kuna level ukiwa karibu na mimi hauniombi vitu, unaniambia
Apostle, alo sijala. Ambia nenda kale. Baba, mtu ambaye hana uhusiano karibu na mimi. Baba unaendeleaje? Kubariki baba yangu uko vizuri. Baba, if baba, leo kuna ibada. Ambia mzee vipi? Hautoki leo? Unaanza mbali. Ambia mzee, njaa kali mzee wangu. Unaona? Kwa nini? You are not in my counsel. Hauko kwenye shauri langu. Hauko kwenye baraza langu. Hauko kwenye uhusiano na mimi. Ndio maana wewe unalia sana kwa Mungu. Hatukuumbwa tumlilie Mungu. Amen. 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 Where is my daughter? Hatukuumbwa, hawakuzaliwa. Unamuona mtoto pale? Ndio. Hakuzaliwa anililie nimpe chakula. Hajai niomba nimnunulie nguo. Hajai niomba nimpikie mtoto. Na take full responsibility as a father. Mungu anasema utafuteni kwanza ufalme wangu na hayo mengine mtaongezewa. Anayekuongezea utakiwa kumjua ni Mungu. Amen. Usitafute anayeongeza, tafuta ufalme. Amen. Amen. Kwa hiyo hii level ya nuru ni level ambayo you become like God. Hallelujah. Amen. My God. Ni level ambayo mwanga hautokana na mwanadamu amewasha taa. Ni mwanga ambao unatokana na Shekinah of glory. Amen. Niliwapa story yangu pale. Okay, labda niwape na hii nyingine itakusaidia kidogo. Ndio. Kuna kipindi mke wangu alioperate kwenye level ya juu ya hekima, maarifa, ufahamu kuliko mimi ya kiroho. Mungu ambariki mama kulaliko. Ngoja niwaambie kitu kimoja. Tumetoka Tanzania tumeelekea South Africa. Ndio. Tulifika Johannesburg, tukachukua gari tukaelekea Falaboro kwa mtumishi wa Mungu mmoja, prophet. Tulipofika Falaboro ni kitendo cha kutembea kama kutoka hapa labda na Challenge. Yes, Challenge. Kutoka Johannesburg. Ndio. Tupanda basi kabisa. Tumefika kule, huduma imeendelea vizuri na nini and everything. Nimeombewa siku hiyo nikafunguliwa kama mbona nafunguliwa hapa na mimi sheko na mapepo, nikaombewa na mimi mapepo yakatoka. Usifikiri kwamba eti ni kitu cha ajabu na sio aibu. Mimi mwenyewe apostle nishaombewa nikalipuka mapepo. Amen. Hallelujah. Na huaga najisifia hiyo kama Mungu alinifunguaga. Amen. Listen, wakati tunatoka ndege yetu itakuwa sikumbuki the exact time, lakini ndege yetu huo muda ambao tutakuwa tusafiri, kumbuka masaa kama 4 ndio tufike Johannesburg uwanja wa ndege, lakini sisi ndio tunaanza safari muda ambao baada dakika chache ndege iondoke. Tuko njiani, tumekaa kwenye gari, namwambia mama, sikiliza, ndege tutakuta imeshatuacha. Fanya hivi, na hela kidogo kwenye akaunti yangu ya benki, nitaenda pale kwa sababu ni Mastercard, nitaenda kutoa hela kwenye benki ya South Africa. Niko madhabahu na waambia ukweli wa Mungu. Amen. Nitatoa hela kwenye ATM card pale, ATM machine. Baada ya pale nitakupa, utakata ndege pale pale, urudi nyumbani. Ukisharufika nyumbani, tafuta chochote uza au kopa, nitumie hela. Mimi nitalala hapa airport. Nitumie hela mimi na mimi nikata tiketi niweze kurudi. Niweze kurudi. Kama mwanaume nafika mahali nafanya maamuzi magumu. Ni mwanaume, ni baba sasa ufanye nini? Akanambia sitamwacha mume wangu South Africa. Akanambia nikamwambia utamwachaje? Nini tunafanya? Ndege yetu saa hii tuko njiani. Fikiria uko mbali kiasi kwamba huwezi ukawahi ndege kwa namna yoyote. Yaani kwa namna ya kidunia hii haiwezekani kuwahi ndege. Wangapi wananielewa ninachosema? Amen. Akanambia mume wangu habaki South Africa, na safiri na mume wangu leo. Kumbuka mimi eti ndo najikuta mtumishi niko mbele kiroho kuliko yeye, lakini kwenye level ya imani, level ya ufahamu, level ya kumjua Mungu, ule mama alinizidi. Akanambia iko wapi tiketi? Nikamwambia iko kwenye begi. Toa tiketi. Ukisha kuwa na mamlaka ya Mungu, mke wako akikuzidi level za kiroho atakuongoza hata wewe mwanaume. Umeona hata vyombo vimezima, ni kweli. Tumishi wa Mungu, siku mke wako akakuzidi viwango vya roho,
hata mwilini utaongozwa na yeye. Niulize kwa nini mtumishi wa Mungu Filipo? Kwa sababu atakuwa na siri ambazo wewe una. Ni kweli. Atakwambia Mungu anasema fanya hiki, na usiku kifanya kinatiki, utaanza kumtegemea, umeshaanza kuwa mfuasi wake. Anakwambia tukifanya hivi itakuwa hivi, si vibaya, lakini angalau akija kwako mwambie hata mimi niliona. Lakini wewe hujaiona. Wewe hujaiona. Kila siku anaona yeye, anatamka vinakuwa. Anakwambia baba, naona ajali, usisafiri. Na ukisafiri kweli unanusurika kufa. Nilikuambia. Baada ya hapo unaanza kuwa mfuasi, anakuwa mchungaji, wewe unakuwa kondoo. Automatically dimensions za kiroho zikiongezeka kwake, mamlaka inaongezeka. Mtu akishakuwa na mamlaka haongozi kirahisi. Ndio maana sisi ni vichwa kwenye familia zetu. Amen. Mimi nachomuomba Mungu, mke wangu asinizidi kiroho. Amen. Amen. Amzidi nani? Akiomba masaa mawili nitaomba manne. Sitaruhusu ujinga. Amen. Akisoma, nikimwona nasoma neno, akakaa hapo naangalia, naweka na wala maliza dakika 20, ndapiga msuli wa masaa. Asinikute. Amen. Nikiona amelala usiku nitamka niombe. Amen. Lazima ufanye kitu umzidi kidogo. Amen. Mke wako anena kwa lugha, wewe uneni. Masaribo sakata ya mandera bosa. Ya raba baba unakoroma mwanaume. You crazy. Wewe amka. Ukinena ushangaa umambukize na yeye anene. Amen. Ukinyamaza akwambie you are my light. Wewe ndo nuru yangu, umeniambukiza hiki jambo. Amen. Hiyo ndoa itakayo na ugomvi. Amen. Amen. Ugomvi wa ndoa nyingi, baba yuko shallow kiroho kuliko mama. Baba hayuko, ana mamlaka za kiroho kuliko mama. Ndio maana makanisa ambayo wachungaji ni wa mama, kama mchungaji ndo ameitwa kuwa mchungaji na mume wake hajaitwa kuwa mchungaji, anza kumfundisha mume wako kwenye ministry yako, aingie kwenye utumishi wako, ajifunze na yeye, aanze kila siku. Ukija hapa unapiga. Amen. Baba amekaa tu hapa anafanya nini? Wewe unasema can I prophesy? Na kuona mume wangu. Wewe ifika mahali. Amen. Wewe mwanaume useme no is no. Amen. Hallelujah. Amen. Nawafundisha kiburi watoto wangu. Amen. Wa kiume. Amen. Amka wewe. Amen. Wewe Alex. Unakaa tu usiku unashangaa hivi umesemaje mke wangu? Hii hekima sije kuijua. Sawa, kuna wakati mwingine ni ubavu wetu. Wana vitu vyetu. Hallelujah. Amen. Wewe ukishakuwa ubavu wangu, kumbuka una mmoja, mimi nazo zote zile 20 ngapi? Huwezi nzidi bwana. Amen. Amen. Sisemi kwamba kuna mtu mmoja anaitwa Catherine Kuhlman. Very mighty woman of God, alishaondoka dunia. Sisemi kwamba, lakini najaribu kusema ni kwamba una mchumba wako uko hapa siku za wiki, Jumapili tu ndo unakuja kanisani kwa kuchelewa. You are dead man. Ni mwanaume aliyekufa. Ni kweli. Kinachotufanya tuwe wanaume sio uume, is the power to ascend in the dimension. Amen. 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 Is the power to communicate with our Father. Amen. Ni nguvu za kuzungumza na Mungu wetu. Ndio. Mwanaume ni mwanaume pale ambapo ana uhusiano na Mungu. Amen. 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 Usiniambie kwa hiyo aliye ambaye hajaoga sio mwanaume. Mtajua nyewe na hekima zenu za duniani. Okay, turudi bali kwenye kale ka story ambako mnakasubiria. Baba usisahau. Niendelea. Tukatoa tiketi ya ndege. Ndio. Akaandika kwenye tiketi ya ndege, akachukua kalamu. Kwenye ile tiketi ya ndege akaandika neno delayed. Kwa lugha ya Kiswahili akasema nimeichelewesha ndege. Ndio. Isiondoke kwa wakati ambao natakiwa kuondoka. Unajua kale kakicheko kadharau? Ndio. Kale kakicheko ambako utaki kucheka, unamwangalia unayemcheka. Unaangalia. Bwana, mimi siku hiyo nikaona mke wangu anaota. Siwezi kumkatia
sikukata tamaa, lakini niliona hakuna ndoto ambayo haitakayetimia kama hii. Ndoto zote mama umeotaka na mkini zinge guess what? Akanambia, akanishika mkono akanambia, Dad, we have to pray. Tuombe nini? Kwa hiyo ikabidi nitulie yeye aombe. Akaendelea kuomba. Sitaki kudisturb imani yake kumwambia iwezekana, lakini ndani ya roho yangu ogopa sana kutembea na watu wa design kwenye maisha yangu. Ndani ya roho yangu sioni nuru. Sioni uwezekano. Najiona nikibaki kwa Wazulu. Namwambia Bwana, hela ya kula ndo nitatoa kwa nauli. Ni heri hata sasa na marafiki South Africa wakinichukua. Ndio kipindio kwanza hata Kiingereza yenyewe. Nitaongeaje na wali? Nitaongeaje na wale wasaidizi wa airport? Najiuliza vitu vingi, nitalala wapi? Nitafanya nini? Yeye anaomba, nasema ndege ikae, ndege isubiri. Tumefika pale. Akaniambia hekima Mungu ananiambia, baba, tunafutaka tufanye online check-in. Tukafanya check-in online, ikakubali. Akaniambia you see, kidogo nikastuka. Nimekubali check-in, okay. Tukaenda tukafika airport. Tumefika airport. Wale watu wa ile ndege wanatuambia we are sorry sir, we are sorry madam, we are sorry. Samahani, ndege yetu imechelewa masaa matatu. We are sorry, we are sorry, we are sorry. Hey, we are sorry, we are sorry, we are sorry. Mimi naona aibu kumtazama mama. We are sorry, we are sorry, we are sorry. Ndege ilipata hitilafu. Amen. Inatakiwa itengenezwe masaa matatu mbele. Wako wanaolalamika wao tutachelewa tunakuelekea. Sisi tunasema nani kama wewe. Tunaimba nyimbo za kumtukuza Bwana. Ndio maana kuna wakati wengine wanaanguka. Kuna wengine wanamtukuza Mungu. Amen. Ile siku niliamini maombi ya mwanamke sio ya kubeza. Amen. Yana produce results. Amen. Yanaleta matokeo. Amen. Ndege ilisubiri. Amen. Masaa matatu. Kwa hiyo kabisa tena mahali tukae tupige story, tunasubiria ndege. Badala sisi tuchelewe, tunasubiria ndege. Akaniambia uliona anafanya. Uliona wewe. Anaweka akipatia. Wakipatia wewe. Wakipatia gawa watu ni wakorofi. Lakini sana ambia na wewe nini? Kuna ile unajifanya mwanaume lakini unajua hapa nishafeli. Hapa nishafeli. Hii ngome ishakuangu. Lakini tukasafiri tukaja Dar es Salaam. Mpaka leo ukizungumza ushuhuda akiwepo amekaa hapa, hata kumtazama kati na shuhudia naangalia hata pembeni. Natamani atoke. Maana sasa unajua ulichofanya. Mimi ndani ya moyo sikuwa na ile imani aliyokuwa nayo. Mungu akupe imani. Amen. 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 Imani inahamisha milima mwanangu. Amen. Ndege ikaharibika ambayo ilikuwa ni nzima. Fikiria kitu kizima kiharibika. Wewe sasa hiyo level ni ya kuwa kama Mungu. Yaani ukitamka vitu vinakuwa. Amen. Ukitamka vitu vinakuwa. Sasa nataka leo uingie kwenye hiyo level. Uingie kwenye nini? Kwenye hiyo level. Hebu Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 2. Alafu niwaambie kitu hichi, kwenye hii level ya nuru ndipo ambako hukumu zinatokea. Inafika mahali mwanadamu anahukumu kama Mungu. Mimi nawaambia. Asema, wapenzi, sasa tu wana wa Mungu. Sema tu wana wa Mungu. Tu wana wa Mungu. Wala hajadhihirika bado tutakavyokuwa. Haijadhihirika bado tutakavyofanya nini? Tutakavyokuwa. Lakini tunajua, sema tunajua. Tunajua ya kwamba atakapodhihirishwa tutafanana naye. Wangapi wamenelewa? Amen. Tutafanana na nani? Na Mungu. Ili andiko ni la kwangu ama la Yesu? Ni ya Yesu. Maana tutafanana naye. Amen. Nikisema leo hii Yohana afanane na mimi, maana yake anatakiwa kila kitu changu awe nacho. Ni kweli. Kama nimevaa nguo mistari ya pundamilia namna hii, na yeye avae. Kama anaongea lugha hii, na yeye ongee. Ni kweli.
kwa sababu anataka kufanana nani? Na mimi. Atengeneza ka kitambi kidogo ili tufanane. So sisi Mungu alishamdhihirisha Yesu. Amen. Lineno kwamba ataka liondoe. Alishakuwa hivyo. Amen. Alishadhihirishwa. Tumeshafanana. Amen. Amen. Amen.